tuko Kwanda Market, Luanda Sub County. Tumeleta bunge la wananchi. Karibuni wananchi. Tuko ndani kabisa. Tuko live Safari TV. Leo tumejaribu kutembelewa na hawa wananchi. Halo, kwa majina naitwa Michael Asochi. Natoka Luanda Sub County, Luanda South Ward. Wengi huko Buiga. Asochi ni wengi sana. Huyo mzee ni kama alitembea sana. Inalingana. Alianza hiyo jina ya Asochi. Kwanza kitu ya muhimu sana watu wa Luanda South wanalia ni barabara. Okay. Barabara nazo zimeharibika sana. For example, penye tuko hapa, ukiangalia barabara kutoka hapa Ikwanda mpaka Chuore kwenda Kuiba kwenda pale Mharahara, barabara nazo zimeharibika sana. Sasa unajua watu wanalia barabara sana. Kwanza kuna ingine ya kuingilia ya kwenda mwili au kutokea Mharahara. That is one. Sasa wewe ni mtu wa media, unajua sasa unakuja nini? Tuja hapa tukashangaa tuko Kenya ama tuko Tanzania. Hiyo barabara ni mbaya sana. Yes. Sasa kwa sababu nataka kwanza nataka nishughulikie barabara. Alafu niangalie vile watu wa Luanda South wataweza kuwa. Ndio kwa sababu nimesimama hivi kiti nifike kaka. Nilikuuliza swali moja. Ya bridge sasa ambayo unasema wewe haja tosha unataka kumrithi. Umesema kwamba umeona makosa fulani kwake. Ya kwanza ni barabara hajazingatia. Ya pili ni gani? Ya pili unajua the area MCA huwa hataki kusikia wananchi. Unajua ukiwa kiongozi unafaa usikie wananchi. Unajua kuna wananchi kama Luanda South huko nyuma upande wa masomo wa kusoma sana. Sasa unajua the area MCA yeye Mungu amembariki amesoma afika university. Lakini mtu wa class 8 tu hivi hasikii. Lakini unajua mtu mwenye hajasoma inafaa kusikiza. Hata hiyo ndio nimeona different hapo. Sasa ndio nataka nibatize hii ward. South Mungu ametusaidia sana. Tuko na mining. Hii area mining tuko na mining. Tumekuwa na uhalifu kubwa sana hii area Luanda South. Kwa sababu ukienda Stingi, ukienda Biranyi, ukienda Sirome, ukienda Depo, vijana wamepotelea kwa upande wa mining. Wakitoka mining watakuwa wamechoka, alafu wanakula zao, wanaenda nyumbani wakinunua unga wanaenda zao. So uhalifu yenye imekuwa ni upande wa boda nayo tuweze ongea kwanza kwa sababu nimekuwa kiongozi wa boda kwa muda mrefu sana. Hivi saa hizi upande wa boda mimi ni just coordinator kwa boda, but nimefight sana. Uhalifu imekuwa chini sana kwa sababu hapa Ikwanda ukiona media kama saa hizi tunazungumzia security iko sawa. Kwa sababu mimi nimesaa kamata watu wahalifu karibu 4 ukiwa kama chairman boda. Kwa hivyo unahakikisha kwamba sasa kwa MCA utakamata watu utakamata kwa sababu kitu yenye nafaa uwe straightforward. Alafu uwe karibu na wananchi. Unajua unaweza kana mtu anamwambia mimi ni fulani lakini anakuibia siri yote. Lakini nilikuwa MCA najua Mungu akinipatia nguvu nitafanya kila kitu. Kweli. Yes. Asante sana. Umetaja swala la maji. Na tumekuwa na tetesi sana. Vijana tumeona maandamano area sijui kama ilifuka, lakini tuliona maandamano kule Migona Ward na watu wa Ramela hapo kidogo kwa sababu ya mambo ya maji. Sijui kama hiyo shida inaweza fika kwa ward yako. Unaweza sema nini kwa sababu wanalia wanaambiwa wanahamishwa kwa lazima bila a proper compensation plan. Wewe unaweza waambia na kwanza kwa Migona Ward nikiongea kwa ndugu yangu Manyasa is my mentor. Mtu kama Manyasa tumeanza na yeye barabara hii Manyasa ameendeza bike kwa hii barabara. Ananijua vizuri sana. Boda ile ilikuwa ya baiskeli. Hiyo ya baiskeli Manyasa sasa anajua, unajua Mungu anainua mtu. Kama hii imefika pale ward yetu, imefika hapo inakuja hapo ukuje inafika hapo Biranyi. Watu wanafaa waame. Lakini kawaida Wanyore hawezi waja kaburi ya baba yao. Unanipata? Hawezi waja kaburi ya baba yao. Imetio na Chinese mimi. Fondo mining, niwezi kubali na watu. Mimi ni mnyore. Kama ni pesa, waende tu. Waache tu samba. Sisi tuko kwa